Kwa majina naitwa Zahara Ismail, ni mlezi mkuu wa kituo cha Nazar Foundation au mkurugenzi wa kituo cha Nazar Foundation. Mimi pia ni mama mwenye mtoto mlemavu ambaye pia namlea miongoni mwa hawa watoto katika kituo changu cha Nazar Foundation. Kituo chetu kinapatikana Wazo ama Tegeta Wazo, mtaa wa Kisangabii. Karibuni sana. Katika kituo chetu tunatoa huduma mbili kwa hawa watoto ili kuhakikisha tunasimama kwa ajili ya stahiki zao na malezi kiujumla, kwa sababu wako hapa kwa ajili ya makao ama mazingira rafiki kutokana na hali halisi waliotokana huko walipokuwa katika mazingira hatarishi na kwa mujibu wao kuwa mayatima na walemavu. Hivyo katika huduma mbili muhimu tunazowapa ni kwa kujali hali yao ama hali zao. Hivyo tunawapa huduma ya physiotherapy service ambayo ni mazoezi tiba ya viungo kwa kuangalia kadri ambavyo wamepata changamoto. Kwa maana asilimia kubwa ya watoto tulionao ni watoto wenye CP, cerebral palsy wanaita. Na baadhi wachache wana autism. Kwa hivyo kwa pamoja tunajali ile physical impairment, yani ulemavu wa viungo. So tunawapa hiyo huduma ya physiotherapy ili kuhakikisha wanapata utengamao na kuondokana na utegemezi uliokithiri. Lakini huduma ya pili tunatoa elimu ya awali kwa kujali kabisa kwamba mtoto mlemavu ni mtoto ambaye kwa namna moja ama nyingine katika jamii hajakubalika moja kwa moja, na kwa hivyo ananyanyapaliwa na kunyimwa haki yake ya msingi kama ya kupata elimu kwa kuchukuliwa kwamba hawezi chochote. Hivyo hapa kama Nazar Foundation tunasimamia stahiki zake na kwa kumpa hiyo elimu ya awali ili aweze kupata kujua kuandika, kusoma, kuhesabu na mengineyo, ili aweze kupiga hatua na kufikia ndoto zake ikimpendeza Mungu. Japo wapo ambao hawawezi kupokea hiyo elimu, lakini wana namna ambavyo tunawaelekeza ama kuwapa mafunzo mengine. Kwa mfano kwa watoto ambao hawawezi kupokea hiyo elimu, basi tunawapa huduma za elimu ya vitendo kulingana na talenti yake. Kwa maana mtoto unapokaa naye unajua ni nini anataka ama ni nini anaonesha tabia gani katika talent, kwamba anapendelea nini. So tunaangalia kile anachoweza, basi tunamsaidia kwa hivyo. Hata kama ni kupamba, kupika, hivyo ni vitu ambavyo tunawasaidia. So Nazar Foundation kama Nazar Foundation ipo kwa ajili ya kusimamia stahiki za watoto walemavu ambao ni yatima au wenye mazingira hatarishi na kuhakikisha wanaondokana na dhana ya unyanyapaa. Katika kituo chetu tulianza tangu 2018 nje ya jengo, lakini ndani ya jengo hili ambalo tumepanga sasa tuna takribani miaka 6 kasoro au 5 na kitu. Tunamshukuru Mungu. Tulianza na watoto 5 na kwa sasa wako 50. Nazar Foundation kama Nazar Foundation au kama makao ya watoto walemavu, yatima na wenye mazingira hatarishi, tunafisi changamoto nyingi ikiwemo eneo la kudumu, yani nyumba ya kudumu. Kwa maana kituo chetu kina operate katika nyumba ya kukodi. Kwa hivyo changamoto kubwa ya kwanza ni kupata makao ya hawa watoto, yani makao ya kudumu. Hivyo rai yetu kwa Watanzania wote, kwa wanajamii ndani na nje ya nchi, tunaomba muweze kutupambania kupata eneo ama nyumba ya kudumu ili tuweze kuendelea kupokea watoto tukiwa huru na kuweza kuwasaidia katika huduma hizo ambazo tayari tumeziweka kwa ajili yao.
Changamoto nyingine ni kipato au fundi ambayo ya kuendeshea shughuli za kituo au makao haya ya watoto walemavu. Kwa mfano, ninafanya kazi na wafanyakazi zaidi ya 10. Hivyo tuna wasaidizi ambao wanahudumia watoto na kuhakikisha mazingira yao yako sawa na kuwalisha, ambao wako 7 wanahitaji kulipwa. Lakini tuna walimu special need teachers, walimu waliosomea elimu maalum ambao wako kwa ajili ya kusaidia hao watoto katika huduma ya physiotherapy na elimu ya awali. Hivyo nao wanahitaji kulipwa. So kwa kipato kidogo nilicho nacho bado siwezi kukidhi kulipa watoto hao. Hivyo rai yangu kwenu ni kuwaomba muweze kutusaidia kuweza kulipa mishahara hiyo, lakini pia na kodi ya pango na mengineyo. Kiukweli nawakaribisha sana na Mungu awabariki sana. Najua ujio wa Msubikani Media utakuwa chachu ya utatuzi wa changamoto zetu. Naomba Mungu apokee maombi yetu na awabariki sana. Karibuni sana Nazar Foundation. Mimi naitwa Ismail Hassan. Ni msaidizi wa mkurugenzi katika ofisi na masuala ya kiofisi. Nashukuruni sana kwa kutufikia ili kuweza kupaza sauti zetu huko ambapo unaweza nikafika. Katika kukazia yaliyozungumzwa, mimi ndani ya ofisi mle tunahitaji msaada wa printer kwa ajili ya shughuli za kituo ili kuweza kurahisisha shughuli za kituo, na vile tuna uhaba wa makazi katika kituo hiki. Kwa hiyo tunahitaji kupata wafadhili wa kutusaidia, aidha kupata jengo lingine au kununua eneo kwa ajili ya kukamilisha mahitaji ya kituo, kwa sababu ya kuweka vifaa tiba na sehemu za kufanyia mazoezi za watoto walemavu. Nafikiri tutatufikishia nyinyi kama mabalozi wetu. Asanteni na karibuni sana. Ni Matroni. Ni changamoto zilizopo nafikiri mkurugenzi kazisema. Mimi nashukuru kama tutaitikiwa na tutajaliwa. Mwenyezi Mungu awalipe watakao tuitikia, kwa sababu hali halisi ya changamoto ya hawa watoto ni nzito sana. Changamoto za hawa watoto, asipopata mtu wa kumbeba kumtoa alipo hatoki, asipopata mtu wa kumlisha hali, asipopata mtu wa kumtoa pempasi, anashinda na mapi. Kwa hiyo changamoto za hawa watoto ni ngumu. Tunashukuru sana kwa kutuitikia, kuweza kutujali na kutufuatilia, na tunawakaribisha mje mkawaone hao watoto, muone changamoto zao, muone hali halisi zao, na ushirikiano tuwe pamoja na nyie muweze kutusaidia mawazo na mpangilio. Naam, jina langu ni Msubi Binagi, ni mkurugenzi wa Msubikani Media. Kwa kweli nimeguswa vilivyo baada ya kufika hapa Nazar Foundation. Cha msingi cha kuwakazia hapo ni kuambia wadau mbalimbali watakaofuatilia Msubikani Media na jamii kwa ujumla kuweza kuwashika mkono Nazar Foundation, kwa sababu watoto wote ambao wako hapa wote wanahitaji usaidizi. Zaidi ya watoto 50 kuwahudumia chakula, kubadilisha mavazi, kuangalia masaa 24 kwa siku 7 ni swala ambalo ni gumu sana, ambalo linahitaji moyo sana kufanya hivyo. Kwa hivyo mimi, wewe, yule, tualikane kuhakikisha kwamba hatuwezi kusema tutamaliza changamoto zote, lakini tuwe sehemu ya utatuzi kwenye hizo changamoto ambazo zinafanyika hapa. Labda niende kwenye masuala ya figa haraka. Ukiangalia bajeti yao wanatumia milioni 5 na laki moja kwa mwezi
kwa bajeti ya haraka, hiyo chakula, kulipa mishahara pamoja na pango. Na kilio zaidi ambacho amekizungumza mkurugenzi pamoja na walezi wa kituo hichi ni sehemu ya kukaa ya kudumu ambayo sasa wao hapo wamepanga. Unajua gumu likiwa kwa unaweza kuona nyepesi likiwa kwa mwenzio. Kama kuna ugumu ukikupata kwako ndio utajua ni namna gani ambavyo inapaswa wewe ikuguse kuweza kuwashika mkono hawa wenzetu. Mimi Msubikani Media pamoja na jopo langu na viongozi wenzangu tutahakikisha tunakuwa mabalozi wazuri kwa kuwatangazia nyinyi namna gani ya kuwashika mkono Nazareth Foundation. Nadhani baada ya mazungumzo namba zitapita hapo chini kwa ajili ya kujua namna gani ya kufika hapa na maelekezo zaidi. Nashukuru sana kuweza kusikiliza, na wengine ambao wametoa michango yenu ya mawazo na kusema kwamba mtashiriki wakati mwingine, tunashukuru sana. Tuko pamoja, tushikane mikono Msubikani Media pamoja na nyinyi kwa ajili ya Nazareth Foundation kuhakikisha hizi changamoto tunazitatua. Asanteni sana. Karibu.